kwa Bwana. Mambo yote ya dunia na fahari yake yanapita. Ni jambo jema kumshukuru Mungu. Amen. Tutaenda kuangalia kitabu tunachosoma ambacho kinatupa mwangaza wa nyakati hizi kwa kadiri tunavyoenda na neno letu la mashangilio. Kitabu cha Luka mlango ule wa 4. Kwa sababu mashangilio hayawezi kutokea kama hakuna kilichotokea. Amen. Mashangilio ni tokeo linadhihirisha kuna jambo limejitokeza au limefanyika. Kwa hiyo kwa sababu ya hicho kilichofanyika watu wanashangilia. Amen. Sasa sisi Efata tunashangilia nini hasa? Ukweli tunashangilia hiki ninachokisoma. Bwana Yesu asifiwe. Haya tusome. Hebu tuanze tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni mashangilio haya. Tunashangilia kwa sababu ametupaka mafuta. Kupitia mafuta haya sisi tutakuwa na mashangilio. Kwa nini? Kwa sababu sasa habari njema itatufikia. Iwe unakubali au hukubali. Ndio maana unaona wengi wanakuja hapo wanatoa shuhuda. Nilikuwa vile, nilikuwa hivi, nilikuwa vile, nilikuwa hivi. Na wewe inawezekana ulishuhudia mwaka uliopita, ulishuhudia mwaka jana, umeshuhudia leo. Hata sasa unao wimbo unaoonyesha kwamba Mungu amekufanyia jambo. Kwa hiyo unacho cha kushangilia. Haleluya. Ila kawaida yetu wanadamu tunataka na hiki na hiki na hiki na hiki. Shangilia kwanza ulichotendewa. Yesu oye. Kwa ujumla watu hawashangilii sherehe kubwa mtoto akizaliwa. Wanashangilia mama akiolewa. Kwa nini? Kwa nini wanashangilia sana siku akiolewa? Kwa sababu wanajua watoto ni matokeo ya ile harusi. Watu wangeacha baadaye waje kushangilia ni ngumu zaidi. Na ukiangalia fuatilia watoto wengi ambao walizaliwa katika namna ya kushoto, tabia zao pia ni za aina fulani. Lakini watoto wengi waliozaliwa katika tabia ya chereko na wenyewe wanasababisha mashangilio kwa wazazi wao. Kwa hiyo hebu tushangilie hiki kilichotukuta, hiki kilichotupata, kwa maana mafuta tumepakwa, si ndio? Hebu shangilia hayo mafuta uliopakwa na Bwana. Gonga na jirani yako. Yale mengine yote utakayapata ni matokeo ya mashangilio haya. Halo. 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 Wengi hawajashangilia kuolewa kwake au kuoa kwake. Sikiliza, katika maisha ya mwanadamu kuoa na kuolewa ni shangilio la pekee sana. Kwa sababu ndilo linaloruhusu mashangilio ya uzao. Yanawaingia. Ndiyo yanayompa mashangilio ya nini? Ya uzao. Ninaanza kuangalia baba yangu na mama yangu walishangilia harusi. Sisi watoto wake tukaanza vurugu. Kurukupu kuruputuputupupu. Lakini
cha kushangaza, wote sisi 7 wote tumeishia kuoa kwa mashangilio na kuolewa kwa mashangilio. Piga kelele za shangwe. Pamoja na fujo tulizopitia. Kwa hiyo ukianza kushangilia in advance, kuna shangilio lake, kuna furaha yake. Hebu mwambie jirani yako, unaonaje ukishangilia kwanza? Hayo mengine ni zawadi tunayoipata kupitia yale mashangilio. Halo. Yanakuingia? Yanakuingia? Hebu turudie tena. Eh? 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 Sema tena. Eh? Mhm. Eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea. Kutangaza mwaka wa Bwana ni mashangilio hayo. Mtu anapopita kutangaza, maana yake anashangilia. Kuna tukio. Huwezi kutangaza kama hakuna tukio. Unatangaza kwa sababu kuna tukio maalum. Sasa tuangalie mlango wa 10 Luka. Tutasoma mstari wa 21. Kuna kitu pale pia nataka tukiangalie. Mashangilio. Ukiwa usome Biblia hutaelewa sana kusudi la kushangilia. Lakini ukiwa msomaji wa Biblia, na kuambia sherehe kwako moyoni haitakaiishe. Haitakaiishe. Kwa sababu kila unaposoma unasema, nilikuwa wapi mimi? Haya, soma. Wow. Akashangilia kwa ajili yetu. Haleluya. Akashangilia kwa ajili yetu. Akasema na kushangilia, akashangilia akasema na kushukuru Baba, kwa maana mambo haya umewafunulia wachanga. Ukuwapa wenye akili, wenye elimu, wenye hekima, sijui nini wajifanya mimi kwa sababu ya hekima nilionayo. Biblia inasema, hata ukisoma Isaya anasema hata mpumbavu, hata mjinga, anasema hata potee kwenye ile njia. Apotei. Hapo hamna ujanja. Bwana Yesu asifiwe. Niseme kitu. Ukitaka kufaidi ya Mungu, elimu yako weka pembeni. Siku moja nikiwa Bible School, tukao tumeitwa kwenda kuhubiri. Mimi ndio mwaka wangu wa kwanza, hata miezi miwili sijamaliza, nilikuwa na miezi miwili.
Sasa mkuu wa chuo alikuwa amefiwa, amesafiri, ndio tulikuwa tuende tukahubiri wote. Na mwenzangu tena mmoja, tukao watatu, mkuu wa chuo, mimi na mwingine mmoja. Sasa mkuu wa chuo amefiwa. Yule aliyemwachia kama msaidizi akaniita, akasema wewe hutaki kwenda. Kwanza wewe ni mwanafunzi mdogo bado hujaelewa kitu. Nikamwambia sawa, lakini hawa walioandika hapa wanasema wanamhitaji mkuu wa chuo. Alafu huyu jamaa ambaye alimaliza amerudi tena kuendelea. Halafu na mimi. Kwani hawanijui? Si wanajua mimi nimekuja juzi. Kwa nini waniite leo? Nikamwambia sikiliza, kwani wewe hawakujui, mbona hawakukuita? Unafahamu lilikuwa swali gumu Alafu pale nikamwambia Yesu asomewi, Yesu anaaminiwa. Tukipekua makaratasi haya ni lengo ili uweze kuamini. Sio ili uweze kuelewa, uweze kuamini. Yaani sisi tunakuelekeza uelewe ili uamini. Sio uweke kichwani, peleka moyoni. Gonga na jirani yako. Rudia huo mstari. Na ambaye yeyote, ambaye yeye, sema yeye, apenda kufanya nini? Kumfunulia kwamba baba ni nani. Kwa hiyo huwezi kumjua baba wewe, utahangaika, utazurula, utatafuta makanisa na makanisa ili upate kumuona, huoni. Haleluya. Na utajua mpaka yeye akufunulie. Sasa akasema hakuna mjuae baba ila mwana, na hakuna mjuae mwana ila nani? Baba. Akaweka nukta. Na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Sasa kisha mfunua, wameeleweka. Sasa anasema na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Sasa hapo ndio kwenye kibarua. Nani kafunuliwa? Isaya 53 akasema ni nani aliyesadiki? Usisome, mimi nitakuonyesha mstari nao nataka usome. Isaya 53 akasema ni nani aliyesadiki kwa habari tulioileta? Haleluya. Maana mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Haleluya. Nao nani kafunuliwa? Sasa huyu aliyefunuliwa ndio anaweza kaelezea. Kama hujapata aliyefunuliwa, hakuna maelekezo. Ni habari za kusadikika. Haleluya. Sasa twende Injili ya Yohana. Weka hapo alama hapo tulipotoka. Weka alama. Halafu tunaenda Injili ya Yohana 17. Tutaanzia mstari ule wa 17 mpaka 19. Halafu tutaweka nukta 20. Nukta kabisa. Umepata? Twende mwanangu. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Umesemaje? Sasa kama una ugonjwa ukitaka kupona, nenda kwenye kweli, itakutakasa, inaondoa yale wadudu walioko. Maana ugonjwa ni dalili ya wadudu walioko. Umaskini ni dalili ya dhambi alizonazo mtu. Ukishaokoka vitu vingi vinajisapia vyenyewe. Unaweza ukaniambia mtumishi unasema nini, na kuhakikishia ni ukweli. Soma tena.
Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Hawa kina nani? Tuendelee. Sema tena. Kwa hiyo anajitakasa mwenyewe ili wewe utakasike. Yaani anaoga yeye, wewe huku unaonekana mwili wote uchafu umeenda. Hii ni kitu cha ajabu sana. Siku moja nikasimama mbele za Bwana kwa ajili ya kanisa. Nikasema, Bwana msamehe na huyu, mimi nasimama kwa niaba yake. Nikashangaa ule upendo wa Bwana ulioko kwangu kawaendea. Nikasema okay. Wewe ambaye umetakaswa kwa ile kweli, una neema kupitia wewe watu wengine wakaponywa. Ndio maana unakuta mtu anatoka zake nyumbani hana habari za Yesu mwenyewe wala hawajawahi kukutana. Lakini akija mahali ambapo mtu ametakaswa kwa ile kweli, nguvu ile alionayo inamuendea na yeye. Kwa hiyo unashangaa tu pepe. Kwa nini? Mbona alikuwa nalo saa zote? Kitu gani kimetokea? Kwa sababu huyu aliyetakaswa ana nguvu ya utakaso alionayo pale. Kwa hiyo chochote kichafu kikisogea kinaondolewa. Gonga na jirani yako. Tusome tena. Umepata eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Anajiweka mwenyewe wakfu ili na wewe utakaswe na hiyo kweli. Mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi peke yake ambaye nimeonana na yeye. Na wewe utakayeamini kupitia maneno yangu. Na wewe umetakaswa na ile kweli. Wakati gani unatakaswa? Wakati gani unatakaswa? Unapoamini maneno ya yeye aliyetumwa na yeye. Nukta. Unatakaswa na ile kweli. Ndio maana akasema sio hao tu. Na wale watakaoniamini kwa sababu, sema kwa sababu ya maneno yao. Hao nao wametakaswa. Wow. Yaani wewe ukiamini ni yanenayo umetakaswa. Kwa jini na vibwengo na vinyamkela na mandeletele sijui na vifaduro sijui na nini havina ruhusa. Vikianza kukushambulia ni dalili umeanza kupuuza ulichoelekezwa. Ni njia mbili tu. Sema njia mbili. Ya kwanza, umekataa kumwamini aliyetumwa na yeye. Ni
La pili, umekataa kuamini. Sasa ili uamini lazima kwanza tukubaliane na mimi. Sasa kama una mashaka yoyote na mimi, kile ninachosema hutakubaliana nacho. Sasa jiandae. Kifafa kinaweza kukupata, pressure inaweza ikakupata, TB inaweza ikakupata, majini yanaweza yakakupata, na kila aina ya usumbufu. Ukipiga magoti ukasema Mungu nisamee, naanza upya, na vyenye vinaenda. So simple. So simple. Yaani ni rahisi wanangu, ni rahisi. Tuache maneno mengi. Mwambie jirani yako ni rahisi sana. Wewe unaona mpaka Yesu anashangilia. Ase Bwana, mambo haya umewaficha wenye akili. Umewaficha wajanja. Umewaficha wanaojifanya wasomi. Ukawatafuta watu wanaoamini. Nukta. Yesu wewe. Leo hii ukiyabeba maneno niliyoyasema, hata kama una TB ya miaka 30, hata kama una kifafa cha tangu uzaliwe, hata kama una majini ambayo alikuwa nayo babu yako yakahamia kwa mama yako yakaja na kwako, leo hii saa hii ninavyosema utatoka hapo umetakasika. Uwatakase kwa ile kweli. Alipomaliza kusema akashangilia. Ni mwaka wa mashangilio. Kuna dada moja akawa kila sana niandikia message, baba wameniambia mimi naitwa Joyce Uniani sijui nini, sasa nimeambiwa nitapasuliwa sijui nini, nyonga zimebana, sijui nyonga zimefunga, sijui zimebana. Ana wanaelewa wenyewe. Lakini ulisema mwaka huu ni wako wa mashangilio, sema neno. Nikamalizia ni mwaka wako wa mashangilio. Anatuma tena, baba nimeenda tena kupima, wameniambia haiwezekani. Baba sema neno, ni mwaka wako wa mashangilio. Kapiga, baba naona ile message hujaielewa vizuri. Nikazima. Akaandika tena. Sasa akatoa taarifa ya habari. Kaandika ukurasa wa kwanza, ukurasa wa pili, si unajua watu wanaandikaga message wana ujumbe namba 1, namba 2. Mimi nikamalizia na kamstari kamoja, mwaka wa mashangilio. Kwa wanayefuata, kwa hiyo kama wewe ni Efata, shangilia, maana ni mwaka wako wa mashangilio. Wakaenda tena kupima, wameniambia wananipasua kesho kutwa. Mwaka shangilio. Shangilia maana ni mwaka wako wa mashangilio. Juzi kaniandika, baba tayari operation hakuna, nimesukuma mwenyewe. Mtoto wa kwanza kisu, wa pili kisu, wa tatu
Hey, shout hallelujah. Sijaelewa kwa nini wengi wanapata tabu kuelewa. Ukikaa na kabufu na kanjoronga na chakachui na simba na chui na kakakuona, kichwa yako inajaa simba, chui, kachakachui, kabufu, kakakuona. Hebu rekebisha kichwa cha mtu mmoja, mwambie angalia pale. Umeangalia mbali sana, angalia pale. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sasa hivi nasema na nyinyi mkitoka hapa kuja kuimba mwaka wa mashangilio, alafu kitoka hapo kajifungue. Safi. Unajua sisi ni uzao wa Kiebrania. Hatuhitaji kuzaa kwa kusukuma miguu. Nesi. Hey. Unatakiwa unaenda reba huku unaimba, hey, Mungu wa baraka wa milele, Mungu wa baraka. Yeah, hey, Mungu wa baraka wa milele, Mungu wa baraka. Uhitaji kwani zawadi hii inayokuja na ugomvi ya nini tena? Zawadi gani inakuja na ugomvi? Nikamwambia Eliakunda, mke wangu wamekulaza Muhimbili, mimi Muhimbili siji, na damu waliosema nije kutoa sitoi. Nikaingia chumbani changu cha maombi, nikaanza kuongea na Mungu wangu. Unajitabiria kabisa eh? Wewe umeelewa. Na ndivyo itakavyokuwa. Shangilia kabisa. Bila reba mtoto huyo. Wakaanza Nemi akajifungua, Nemi akajifungua. Lolote jina lolote watakalo kupachika waachie waende nalo. Wewe una jina lako. Maana yeye mwenyewe amesema, tazama atawapa jina mpya ambalo hakuna mtu atakalo kuwa analiweza isipokuwa yeye yule aliye na jina. Uwe na jina lako. Mwaka wa mashangilio. Mwaka wa mashangilio. Mtumishi hajui huyu. Na sitaki kuyajua. Ile wewe nataka nikuelekeze ujue hiki ambacho mimi mwenyewe nimekijua. Mtumishi hujui, ngoja nikuelezee matatizo yangu. Sikiliza. Nikuambie siri. Ukienda kwa mhubiri ambaye mtu kama mimi, usinieleze matatizo, wewe nieleze unachotaka. Unajua ukieleza maelezo unayotaka matatizo yako, utaeleza muda utaisha kabla hujapata unachotaka. Nenda kwa mtumishi wa Mungu, eleza. Kuna mtu mmoja alimsumbua sana Yesu. Akamuuliza, unataka kuwa mzima? Anasema, Bwana we, mimi nikitaka kutumbukia mwingine ameshawahi. Akamuuliza tena, unataka kuwa mzima? Anasema, mimi sina mtu wa kunibeba. Anamuuliza tena, unataka kuwa mzima? Anasema, mimi nikifika mwingine ameshaingia na malaika ameondoka. Havihusiani na maelezo, sawa? Mwangalie maskini Bartimayo. Alipofika tu kwa Yesu, unataka nini? Nataka kuona. Nukta. Kulikuwa na mjadala, akamwambia upewe kuona. Kesi imeisha.
Wacha kusema madaktari wamesema kiuno kidogo, mifupa imenyonga, sijui nani. Sikiliza sasa, na wengine wakija na sentensi za namna hiyo, mara nyingine namwambia nenda kamwambie daktari una kifafa. Au akiniambia unajua mimi nimetibiwa sana, kila wakinipima waoni kitu, sijui nini. Siku moja nimeenda kumuona rafiki yangu Njao. Ana hadithi za madaktari. Na kila aina ya vipimo alivyopima ananielezea, risala ikasomwa. Nikamwambia unajua mimi mwenzio na kazi nyingine, risala ndefu, fupisha. Asa ngoja nifanye kwa ufupi. Hata hiyo summary ikawa ndefu, hajaeleza anachohitaji. Mimi nilichomwambia unajua sasa wewe inaonekana unawapenda madaktari. Sasa waambie hivi, kuna hiki na hiki na hiki na hiki, shida yako ndio hapo. Sawa? Shida yako ni hiyo. Kama ni dawa wakupe aina hii. Sawa? Nikaondoka. Na ndivyo ilivyo. Leo yuko safi. Wewe nenda tukamwangalie. Wote walifikiri sasa ameenda. Watoto wake na baba yetu anaenda. Anaenda wapi? Unaenda wapi? Una haraka ya kwenda wapi wakati hujafikisha miaka 120? Sasa ni hivi. Tunarudi mstari namba ile mlango wa kwanza tulioanzia kusoma wa Luka. Mliweka alama? Haya, twende pamoja bana. Wengine wa Ngumbalo ndo wanaendelea kutafuta. Ana, changamka. Haya, twende tusome. Muulize jirani yako, unaye huyo roho bwana? Unaye? Atakusaidia kuelewa yaliyoko. Twende. Muulize jirani yako, wewe umekubaliwa? Asikudanganya mtu unajua wewe hujakubaliwa. Sikiliza, huwezi kuokoka kama hujaridhiwa. Unaposema sasa nampokea Yesu, maana yake umekubaliwa moja kwa moja. Sasa nini kinatakiwa? Shangilia hayo mabadiliko yako. Shangilia hicho kibali chako. Nyinyi muwe kama wacheza mpira, wanaingia uwanjani wanashangilia kabla hawajafunga goli. Hata ukiwafunga goli la kwanza tung, la pili tung, lakini akishika mpira mtu wao aliyefungwa bado wanamshangilia. Umo anatiwa nguvu tena, anafunga goli, anarudisha chede tena, anafunga tena la pili, mwisho wanatoka draw. Sikiliza, hata kama shetani amekufunga goli leo zinarudi. Changamka mtu wa Mungu, changamka wewe. Hey. Hebu mpetipeti jirani yako, hebu mpetipeti mgongoni kidogo. Mwambie changamka mpendwa. Yameisha yale. Sio ya kudumu, yale yanapitaga.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nimeobserve nikagundua kwamba watu hawajaelewa Kiswahili vizuri. Mtu akiumwa wanasema amepatwa na ugonjwa, amepatwa. Tuko pamoja eh? Yaani amekutana nao. Kwa hiyo kumbe hakuwa nao. Kuna mahali umetoka. Sasa uambie urudi. Uende uliko kunaenda. Amepata homa. Ilikuwa na njia yake. Mmekutana kwenye crossover. Sasa mawili. Kuna moja unajua hili magari ya gongane, kuna moja lilikosea. Sasa muulize jirani yako, wewe yani ili upate homa wakati homa napita na wewe unapita, kuna moja alikosea site yake. Yani nani anaelewa hicho Kiswahili? Nirudie. Wanasema amekutana na homa kali sana. Amekutana na tatizo nzito sana. Kwa hiyo kumbe lile tatizo lilikuwa linapita njia. Na yeye anapita njia. Wakakutana katikati. Sasa muulize jirani yako, nani alipotea njia? Jamani, hakuna kukaa chini. Niko darasani, haleluya. Ni mwaka wa mashangilio, haleluya. Ni hivi. Amepatwa na matatizo. Kwa hiyo tatizo lina barabara yake, na yeye alikuwa na nini? Na barabara yake. Sasa yupi alikosea? Akahama kwenye njia yake. Ni wewe au tatizo? Ndio maana anasema ukipatwa na matatizo fikiri, nani kakosea? Ni wewe umehama njia yako au ni tatizo limehama njia yake? Lakini mimi ninavyofahamu kupitia Biblia inasema hivi, niseme. Yesu akasema wana wa nuru wana hekima zaidi kuliko wana wa nini? Si kweli? Wana wa giza wana hekima zaidi kuliko wana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba matatizo huwa hayakosei. Hawataki tena. Utataka tu. Somo linaingia wanangu? Somo linaingia? Linaingia? Okay. Amesema hivi, iweni wajanja kama nyoka. Mjanja hapo akosei, anajua anachofanya. Asiyejua ndio anakoseaga. Ndio maana akasema wanangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa kukosa akili za kufikiri, za kuwaza, za kuangalia. Ndipo Mithali akasema fungua macho yako itazame njia yako sawa sawa. Acha kupita kwenye site ya mwingine. Ni hivi, malaria yana barabara yake. Typhoid ina barabara yake. Ukimwi una barabara yake. Homa ya vipindi na ina barabara yake. Kifaduro kina barabara yake. Majini yana barabara yake. Kibwengo kina barabara yake.
Kwanza hata yenyewe hayabanani. Jini sio makata, makata sio kinyamkela. Kwa hiyo kuna mapepo ambayo ukiambia yakae makaburini hayatakaa yakae. Kuna majini kazi yake kukaa baharini, nukta. Ukiyauliza anasema mimi jini bahari. Si ndio jamani? Anakueleza makao yake ya liko. Kwa hiyo alitolewa baharini akaletwa kwako kama mpangaji. Sasa muulize jirani yako, kati ya wewe na lile tatizo nani kakosea? Somo linaingia? Somo linaingia? Yesu akasema nimewapa njia, chagueni hivi leo. Nimeweka mbele yenu nini? Uzima na mauti. Baraka na laana. Baraka na laana. Sasa akasema chagueni uzima, chagueni baraka. Sasa muulize jirani yako, wewe umechagua ipi? The matter of choice. So simple, so simple. Mwambie jirani yako, so simple. It is your choice. Mwambie choose it now. Sawa? Sawa wapendwa? Kaza ukimwambia hapa chague ndo anachanganyikiwa. Usichanganyikiwe. Kwani una kifafa? Okay, una akili zote sawa, si ndio? Okay. Sasa muulize jirani yako, kuna barabara mbili. Hii ni ya uzima na baraka, na hii ni ya mauti na laana. Muulize wewe unapita wapi hapa? Kisha maliza mgeukie. Mwambie sasa sio kwamba hilo na kuogopa na kueleza ukweli kwa sababu nakupenda. Muulize una nini? Muulize una nini sasa? Ambacho kinaonyesha wewe ni wa uzima. Ambacho kinaonyesha wewe ni wa baraka. Anasemaje? Inakolea. Kitu gani kinakuhalalisha wewe unapita njia ipi? Ni hali yako. Maana yeye mwenyewe anasema mtawatambua kwa matunda yao. Hakuna harabu kushikiribu shata. Hata pepo lina lugha yake. Muulize jirani yako, wewe ni wa barabara ipi? Ni vizuri tuambiane ukweli. Unajua wapendwa, ukipenda kufarijika hutakaa upone. Lakini ukipenda kubangaizwa utapona haraka. Ukipigwa kofi, ngumi, siku nyingine unasema zinakolea mno, utasema jamani mimi ngumi basi. Sasa tunarudi mlango wa 10 mpaka uelewe tu. Sema tena.
Muulize jirani yako, huu naamini yeye anakupenda? Kuna sababu ya kuwa maskini? Kuna sababu ya kuwa mgonjwa? Sasa tumuulize jirani yako, nani amepita kwenye site ya mwenzake? Ufukara una barabara yake. Sawa wapendwa? Na utajiri una barabara yake. Sasa muulize jirani yako, umechagua ipi wewe? Hapo ni barabara tu. Ndio maana ye mwenyewe katika Mithali 8 mstari ule wa 17 tunaanzia pale. Tutaona barabara ipi yeye anapita na ipi anapita nani. Hata yeye mwenyewe ameeleza. Umepata? Atwende. Kwa hiyo utajiri uko kwapi? Uko kwake. Na nini? Na heshima. Muulize jirani yako, wewe unaheshimika? Wewe fikiri mumewe anakuita ng'ombe, hivi ni sawa sawa? Kuna wengine wanaitwa wake zao wanaita washenzi. Yaani wewe ni mshenzi. Twende mstari unaofuata. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Yani wewe sikiliza, muangalie mwenzio usoni. Mwambie, unajua kumbe kufanikiwa utajiri huhitaji kufunga na kuomba. Ile unachoomba ni kwamba Mungu akupe hekima ya kupita kwenye ile njia. Ukianza kufanya biashara, usianze kusema Mungu naomba unibariki. Wewe mwambie Mungu naomba kupita ile njia ya biashara. Maana kuna njia inayohusu biashara. Kuna njia inayohusu kampuni. Kuna njia inayohusu huduma. Kuna njia inayohusu uzima. Ukipita ile njia ya baraka, sasa kuna baraka za aina nyingi sana. Kuna ya makampuni, kuna ya watoto, kuna ya ajira, kuna ya biashara, sijui kuna ya nini. Zimejazana huko, lakini iko kwenye container moja hilo, kwenye barabara moja. Sasa yeye ndo anasema, natembea hiyo njia ili nione yule aliye mkweli nimpe. Gonga na jirani yako. Nione huyu anayepita katika kweli yangu ametakaswa na ile kweli. Anatembea kwenye ile njia ya kweli. Nilisema mwezi Januari, naomba amua kupita njia ya haki.
kataa kuchelewa ibada. Kataa kutokufika ibada. Kataa kukaa na moyo wa uchungu. Kataa kukwazika. Kataa kukwaza. Kataa kukosea. Ukiona umekosea tu piga magoti, Mungu nisamee, unaendelea. Na kuambia hivi, halafu tuone mpaka ikifika Disemba kama hutaona badiliko. Nilijaribu mimi, nikaona faida yake. Nikafika mahali watu mimi sina hela, saa hiyo sina hela, niko Bible school, nina suruali moja, kaptula ya ndani moja, socks pair moja, kiatu pair moja, shati sikuwa naye, nilikuwa na t-shirt. Nimeng'ang'ana na Yesu wangu. Baada ya miezi 6 sina nguo naye badili, ni hizo tu. Nikifua hii ndo na nikifua. Sina shuka. Sio blanketi. Wenzangu wanajifunika mablanketi. Nikawa niko hivyo. Lakini nimejaa furaha. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwangu mimi nguo sikuiona kuwa ni kitu cha maana. Nguo sikukiona kama ni kitu cha maana. Nafua usiku, navaa mchana. Usingizi kwangu nilikuwa nalala, ikifika saa 8, saa 7, saa 8 nasikia usingizi ndo nalala. Maana sina cha kujifunika. Kwa hiyo nikiwa na totally usingizi, saa 10 nimeshaamka. Naanza maombi. Nikitafuta nipite katika haki ya Bwana. Kama anavyosema, utafuteni kwanza ufalme wake. Nikawa tayari nimeokoka. Sasa nikawa naitafuta haki yake. Haki yake maana yake utakatifu wake. Na nimeandika kile kitabu, nimeandika tumaini la mwenye haki. Kuna mama moja akaniambia, kile kitabu cha tumaini la mwenye haki kila nikikisoma natoa machozi. Nikang'ang'ana na kuitaka haki ya Mungu. Baada ya hapo nilishangaa. Watu wanakuja, wameleta bahasha ina pesa. Sijawaomba. Mwingine naye kaleta. Mwingine kaniita, nikaenda huko Arusha, akanipima suti. Mimi sijaomba. Ikatobozea. Mungu akishaona uaminifu wako katika kuitaka haki yake, huombi, watu wanakupa zawadi. Na ile zawadi inakutoa. Mnakumbuka Ayubu alipoishiwa vitu vyote. Mwili wake umeteseka, akang'ang'ania haki ya nani? Ya Mungu. Baada ya ile miaka 3 kuisha, nini kilitokea? Mungu alimjia kwa upya. Alipomjia kwa upya, nini kilitokea? Watu walimletea zawadi. Akapata mara 2 ya yale aliyokuwa nayo. Mungu akishaona uaminifu wako na utakatifu wako, ashindwe kumwambia aliyoko Ujerumani peleka zawadi. Mungu hashindwi kufanya maajabu yake. Natembea. Sema tena huo mstari. Soma. Umepata? Tusome.
Ehe. Ehe. Haleluya. Kwa nini anasema natembea katika ili njia ya hukumu? Ili akikukuta kule aone unafaa kupita hiyo njia, ndio. Sio unapita ile njia lakini una vitu vya kule vya shetani. Umeokoka huku ni mbea, ni mwongo, mshenzi, barazuri, tapeli, zurumati. Ukikopa hela ya mtu ndio imetoka. Ukichukua kitenge cha mtu unamwambia hii nitakulipa wiki ijayo, ndio imeenda hiyo. Halafu saizi umevaa. Tukiinua mikono na wewe unainua. Amen, haleluya. Kuzimu kunasema ise. Kuna watu wajasiri. Sisi wenyewe sisi, Lucifer mwenyewe anasema mimi hata kulisikia tu hilo jina Yesu anatetemeka. Wewe umekomaa kabisa. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Kuzimu kunasema aisee, wewe mjasiri umetuzidi. Yaani mtu anazurumu vya wengine wala hana mashaka. Hivi halafu anataka Mungu ambariki. Jamani. Anataka Mungu amponye mateso yake. Jamani, wapendwa, mpendeke basi. Hebu muangalie jirani yako. Hakuna mtu amekushikilia mahali. Michonde kama unanidai njoo. Wewe njoo nifuate niambie bwana wewe nakudai. Sawa wapendwa? Natamani kuuona uzima wa milele. Haleluya. 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 Subiri kwa Bwana, moyo wangu moyo, uwe na subira moyo. Subiri kwa Bwana. Mambo yote ya dunia na pari